Itunyama. Nani ajuaye tabu, dhiki na mashaka waliobeba watumwa katika karne ya 17 na 18? Itunyama ni filamu nyingine kali ya kihistoria. Inaonyesha msichana Itunyama anayejitosa kumsaka mchumba wake aliyechukuliwa kupelekwa utumwani. Itunyama. Nipeni mali zangu. Biashara ya utumwa imeshamiri, machifu wa Kiafrika wanafaidika, lakini wengine iliwatia msumari wa moto. Itunyama toka kwa mwongozaji wa filamu bora za Kiafrika, Humbo Kihorota, sasa iko madukani. Nenda kapata nakala yako. Fadhila ni bonge la filamu litakalousuuza moyo wako. Fadhila ni usaliti wa mapenzi. Ipo chini ya nani? Wewe mwanamke vipi? Vishawishi, unyanyasaji wa kijinsia. Mimi sio mwanamke maraya. Na miujiza isiyotegemewa. Fadhila sasa ipo madukani, pata nakala yako. Maisha ya wasiwasi na vitisho vilivyotanda kijijini. The Village ni filamu kali yenye kipekee inayoweza kuburudisha vilivyo wakati wote utakapoitazama. Kama ulikuwa unawachezea ni huko huko. Bado shanga mbaba wa kishirikina. The Village, roho za wanakijiji zinakuwa juu juu baada ya kijiji kuvamiwa na wachawi wa kutisha na kufanya watu kupoteza maisha na wengine kutaka kukimbia kijiji chao. Hatujui kama yuko hayo kwa aliko. The Village ni bonge la filamu kutoka kwa mtunzi wako mahiri Sultan Tamba. Sasa ipo madukani, usikose nakala yako. Garage, kutana na King of the King Majuto na mainjinia Chili na Ringo katika garage yenye vibweka vya kumwaga. Garage ni kichekesho kitakachoukonga moyo wako pale King Majuto anapotaka nidhamu ipate mkondo wake kazini. Garage sasa ipo madukani, pata nakala yako. Welcome back. Ni vibweka vya kukata na shoka vitakavyoacha mbavu zako kwa maumivu ya kicheko. Kama mimba. Mimi nina mimba. Mzee Majuto anarudi kutoka Ujerumani na kuitelekeza familia yake. Welcome back. Ama kweli pesa husababisha tabu zote duniani. Mzee Majuto hakufai hata kidogo. Chili na Ringo wanaamua kumharibia na kujitumbukiza kwenye biashara ya baa. Nyinyi wanawake wanaume. Welcome back. Chini ya mwongozaji Mustafa Waziri West. Sasa ipo madukani, jipatie nakala yako. Dunda la moyo. Siku atakapokurudishia shetani mwanao na chano mkononi, siwewe sijui kufanya nini. Baba yenu Baada ya Rico kuikataa mimba na mwenyewe kabisa kufukuza. Na huu ujauzito. Wema anajifungua na kumnyonga mtoto akishirikiana na mama na bibi yake, na hapo ndipo anakuwa amejifunga kitanzi. Matatizo hayo umeyasababisha wewe mwenyewe. Mimi sina kasoro yoyote. Dunda la moyo, mficha maradhi, kilio humfichua. Usikose filamu hii ambayo haichoshi kuangalia. Sasa ipo madukani, pata nakala yako.
kinywaji chetu damu, tumemwita amekuja, mwana wa binadamu, chakula chetu nyama, kinywaji chetu damu. Upo kwangu, mimi ndio nimekuleta hapa. Kufanya nini? Kwani ufahamu kama umekufa? Nimekufa? Ndio. Na hivi sasa utakuwa mtumwa wangu. Damu yako
itakuwa ni maji yangu ya kunywa kile nitakapojisikia kiu. Nisamehe shemeji yangu. Nilikuonya uache kufuatilia mambo ya ndoa yangu, hukutaka kusikia. Naomba nisamehe shemeji. Siwezi kukusamehe Joshua, lazima niwe damu yako. Kasha. Vua kwa hiyo damu. Nina furaha kupita kiasi. Una furaha? Furahi. Tuambie basi tufurahi. Mnafahamu kwamba mume wangu nimempoteza? Ndio nafahamu. Nafahamu binti yake Maimuna wiki ijayo atakuwa hapa baada ya kumaliza masomo yake chuo kikuu. Ndio. Sasa nataka nimpoteze na mali zote ziwe zangu. Je,
Utamfanya Ndondocha kama baba yake? Hapana, yeye nataka kumuua kabisa. Usimuue, mfanye Ndondocha uweze kusimama na kumtesa. Ni kweli kabisa nikusema mzee Kashata. Vipi mzee Nguta, mbona kimya? Sijatosheka na damu niliyokunywa. Usiwe na wasiwasi. Damu utakunywa, kwanza naomba mchango wako. Mfanye Ndondocha. Ndio dawa yake. Ni kweli? Ili tumsimange na kunywa damu yake. Kama mmeamua hivyo, ni sawa. Habari ya saizi kaka? Habari ya saizi mbaya. Mbaya? Mbaya kivipi? Yote atamaliza mke wako. Habari ya saizi shemeji? Nzuri, tukusaidie nini? Nimekuja kukusalimuni tu. Una lolote? Toka, mbea mkubwa wewe. Mimi mbea shemeji? Jinsi ninavyokuheshimu wewe na kaka yangu. Hakika umepotoka. Una lolote? Yaani wewe kama ungekuwa na heshima, ungepita mitaani kwenda kuongelea habari zangu mimi na mume wangu. Shemeji, hebu nieleze ni umbea gani huo? Sina haja ya kukueleza, nimekwambia toka. Toka nakwambia, haya, toka kwenda, toka. Toka. Nakwambia shemeji, nakupa salamu mfikishie mmeo. Una lolote hilo? Halo. Siku atakuja kunikumbuka. Akukumbuke kwa lipi? Toka hapo. Halo hilo. Wala mimi natoka. Toka. Bado, mbona ghafla umechukia kuna nini? Ni kweli mke wangu, shemeji mama Shubiri ananima raha. Shemeji ni mtu mbaya, tena ana roho mbaya sana. Sio roho mbaya tu, inawezekana kama ni mchawi. Ni kweli, jinsi kaka alivyobadilika kitabia inashangaza sana. Shemeji hataki kuonana na mtu aina yoyote zaidi ya mke wake. Cha kushangaza hata kwenye biashara zake haonekani. Halo. Sicheki kwa furaha, nacheka kwa machungu. Sijui yule mwanamke anatumia mizizi gani. Yaani shemeji Digalu kama chizi. Ukifika kwake anakutukana hata kukupiga. Tabia hiyo inamshangaza kila mtu. Juzi nilikutana na Mashubiri na mwanae Shubiri. Walinisonya na kuniangalia vibaya. Nitahakikisha napata ufumbuzi wa tatizo hili. Hakuna kisichokuwa na mwisho. Utafanya nini? Ninajua nitakalolifanya. Usichukue hatua za ajabu mume wangu. Usije ukaishia jela. Haya. Naomba nitoke, nitarudi baadaye. Haya mume wangu, usichelewe.
Wewe tena kazi. Unafanya nini kwa sababu yangu? Ili unakwambia toka. Ili unakwambia toka hapa ndio. Unakuletea wewe chakula. Wewe. Nani anakuruhusu mpe chakula? Unataka kula Babu. Haya, toka zako. Mume wangu sasa hana gharama, hana kauli ya kunipinga mtenda. Zote zitakuwa zangu. Mara baada ya kumpoteza Maimuna, ndugu zake wanaogopa kufika hapa, wote wamemtenga. Wananiogopa kama vile nyasi kavu zinavyoogopwa na moto. Sina budi kumshukuru marehemu bibi yangu kwa kunikabidhi kibuyu cha uchawi, na sasa natamba na kibuyu changu. Sikutegemea kama nitaweza kuishi maisha ya kifahari kama haya. Hasira, kwani vipi? Mwambie mwanao Shubiri aachane na mume wangu, sawa? Yaani mimi nimwambie mwanangu au wewe mkanye mumeo? Allah, kumbe ndio umemtuma Ha? Ni mtuma juu ya nini? Wewe mkanye mumeo. Sio mimi uniambia masuala ya mwanangu mimi nini? Okay, kama ni hivyo nitajua cha kufanya. Utanifanya nini? Nitajua nitakachofanya. Utamfanya nini wewe? Nitajua nitakachofanya. Sasa ninakupa siku 7. Fanya hilo ulokusudia kulifanya, na ukishindwa nitafanya mimi. Kwenda zako, usinitishe, huna chochote cha kulifanya, umesikia? Nikutishe? Sio ni sababu ya kukutisha wewe. Nitakutisha nini mimi? Nakupa rai. Hiyo ni ukweli kwa kabisa. Ukweli umweleze nani? Wewe na mwanao wote malaya. Ha? Yaani mimi na mwanangu wote malaya. Jamila, na kuonea huruma. Umenishinda mchana, nitakushinda usiku. Kama wewe unafahamu ya mbele, mimi nafahamu ya nyuma. Nitakuonyesha Jamila. Nitakuonyesha muda si mrefu utakuwa katika himaya yangu. Nitakutuma nitakavyo, nitakupiga nitakavyo. Na leo lazima niwaeleze wenzangu ninachotaka kukifanya kwa Jamila. Atakayepinga atakuwa amejiingiza katika vita na mimi. Shikamoo. Marahaba. Mama, uko hivyo? Shubiri. Kuna nini nataka nikwambie. Jambo gani mama? Jamila amekuja amenitukana sana leo. Nini? Kaa basi, mbona una haraka? Ningoje nini? Ningemkuta angejuta kuzaliwa. Weza kumfanya kitu. Nilimwangalia tu nikamwacha atambe mchana, na mimi nitatamba usiku. Amesemaje wewe mbwa koko? Amekuonya uachane na mumewe. Mumewe simwache, afanye lolote analoweza. Nilidhani utakuwa na moyo wa mbwa koko wa kushindwa na kukimbia. Mimi ni mwanao bwana, nimerisi kila kitu kutoka kwako.
Mtoto wa nyoka ni nyoka, au sio? Ni kweli, na nataka kumfundisha adabu. Utamfanyaje? Usiku wa leo tutakwenda nyumbani kwake kumsalimia. Tutakwenda wote? Hapana mama, muda ukifika utakabidhiwa. Muda wao lini? Mbona una haraka? Muda ukifika nitakwambia. Siamini kama mume wangu Joshua amekufa. Inabidi uamini kama amekufa, kwani ni kazi ya Mungu. Malezi ya watoto bila baba ni magumu sana rafiki yangu. Mama Rose, inabidi ujitahidi kujituma ili uweze kuyamudu maisha. Rafiki yangu, nitajituma, bila kufanya hivyo mimi nitakuwa mgeni wa nani? Mama Rose, hivi Rose mlimweleza kuhusu kifo cha babake? Hapana. Kwa sababu gani? Nilitaka afanye mtihani kwanza, kirudi nyumbani ndio nimweleze. Rose anamaliza chuo kikuu mwaka huu? Ndiyo, anamaliza chuo mwaka huu. Uamuzi wako ni sawa. Beni. Mama. Ndio chukua hela kanunue gunia la mkaa. Mama Rose, nina jambo nataka nikueleze. Jambo gani tena Mama Rose? Kuhusu kifo cha mume wangu Joshua. Piga moyo konde, yote ni mipango ya Mungu. Nalifahamu hilo. Sasa ni kitu gani? Kila siku mimi namuota mume wangu. Mama Rose, utajikondesha bure, acha mawazo. Namuota mume wangu akiniita. Kinywaji chetu damu, tumemwita amekuja, mwana wa binadamu. Chakula chetu nyama, kinywaji chetu damu, amekuja. Ni maajabu makubwa. Ni kweli, ndoto hii hunijia kila mara. Sasa ina maana gani? Inawezekana hajafa, kawa ndondocha. Ndondocha? Sasa utafanyaje? Sina la kufanya mimi, namwachia Mwenyezi Mungu. Pole sana. Mungu atakusaidia. Nimeshapoa. Mama Rose, mimi naenda. Mbona haraka? Namuwahi mzee. Haya, asante sana kwa kunitembelea. Haya, Mungu akipenda siku 2-3 nitakuja kutembelea. Haya, nisalimie shemeji. Haya.
nataka kuwatuma nyumbani kwa baba Lulu, mkamwambia aje kufuatilia mali zangu. Akibisha atakuwa mfu wakati wowote. Sawa? Yaani mama unamwonea huruma sana baba Lulu. Simuonee huruma wala sina chembe ya huruma. Kwa nini usimchukue akawa ndondocha ili tuongeze idadi ya watumwa ndani? Kama hivi kazi zote zinafanywa na ndondocha hadi la. Ni kawaida yangu kutoa onyo kwanza, akibisha ndipo nitakapofanya ndondocha. Na kuhusu Jamila, namtaka awe chini yetu, nitamtesa mpaka ajute. Siwe na haraka, pindi itakapofika haitakuwa matatizo. Sawa? Wewe okay, fanya kazi zangu. Upesi! Na kwa taarifa yenu msije kwamba mnapomaliza kazi mtaendelea kwa hivyo na kinzenu timamu. Mkimaliza mnaongea tena ndondocha. Upesi Fagia. Na ufanyie vizuri hapo. Inaelekea wewe na yule kima mwenzio, mawazo yenu ni kwamba mtaendelea kuwa hivyo hivyo na akili zenu timamu. Kwa taarifa, damu leo ninywesha, hata robo saa ichukui. Mtaujua ndondocha wenu ule ule. Naongea na wewe. Kazi ya kudaki imekushinda na unaenda kulima na hii mvua. Shezi toka! Unatuma kuja kula tu hapa.
Jamila we, Jamila we, Jamila we, Jamila. Jamila, tumekuja kukutembelea. Chana mjanja, usiku mwoga. Nenda ndani. Jamila, ingia ndani. Sweetie. Mtu yuko wapi? Mbona milango imefungwa? Nimeona mtu. Tena ni wa ajabu. Hapana, hakuna mtu uliomwona na hakuna mtu aliyeingia ndani. Umeota, hakuna mtu aliyeingia ndani. Siwezi kwenda kulala mpaka leo. Hapana. Wewe nadhani unawaza aliyokusimulia Mama Rose. Sio aliyonisimulia Mama Rose, mume wangu. Nimeona mtu. Hapana, hakuna mtu aliyeingia ndani. Sio ndoto. Nimeona mtu, nielewe mume wangu. Usibishe, mimi ni mgeni wako. Tumetumwa kwenu tufuatilie mali za Digaru. Ukipinga utakufa. Sio ombi, ni amri. Ukipinga utakuwa kama sisi. Kweli.
Karibu Maimuna, karibu. Maimuna, nakukaribisha katika himaya ya Wakarimu. Nataka uwe malkia wa himaya hiyo. Kwa sababu gani umenichagua mimi? Nina sababu. Sababu gani? Jina lako linafanana na langu. Na wewe unaitwa Maimuna? Ndiyo. Na sababu nyingine? Sina mtoto wa kurithi miliki hii nitakapofariki. Ndio sababu ya kunichagua mimi? Ndiyo. Nikikataje? Huwezi kukataa ikiwa umefika hapa. Staki! 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 Mimi Maimuna, malkia wa milki ya Wakarimu. Namkabidhi Maimuna umalkia wa milki hii ili aweze kuwasaidia na kuwalinda wanyonge. Nafahamu ni kazi ngumu ninayomkabidhi, lakini nyepesi kwa msaada wangu. Wazee wa milki hii, Maimuna anastahili kuwa malkia wa milki hii kwa unyonge aliokuwa nao kutokana na mateso yanayopata kama milki ya Wakarimu imezungukwa na watu wenye upendo na amani. Wale wote wenye matendo machafu kufukuzwa katika milki hii. Sifahamu wanakimbilia wapi, labda duniani, sina uhakika na hilo. Jina langu la Maimuna litaendelea kudumu mara baada ya kufariki. Nafahamu kwamba Maimuna ni binadamu, lakini mimi si binadamu. Nina hakika ataifanya kazi hii katika mazingira hayo hayo. Maimuna, una nini? Mtendo tumbo sana Rozi. Nimeuta nimekabidhiwa milki ya malkia wa Wakarimu. Tena nimepewa taji na mkufu na pete ambavyo ndio hivi hapa. Hivi. Mbona sioni kitu? Rozi jamani, si hivi hapa. Si pete, tena pete yenyewe maajabu inanishtua. Wakati nakabidhiwa ilikuwa ya blue, sasa naona nyeupe Rozi. Naogopa mwenzio. Maimuna, kwani kila wakati unakuwa ni mtu akunitania tania? Rozi, sikutanii bwana kweli Rozi. Maimuna, hebu achana hivyo vitu. Twende ukaoge ondoe uchovu wa usingizi. Rozi, sawa. Lakini kweli nimeota mwenzio. Nimemwagia maji usoni, si haya uyaone. Amenilowesha uso wangu. Na mbona pia nimebenyoshwa dawa na hisi mdomo wangu wote wa uchungu. Kweli. Sijali. Acha ni mitihani tu katika maisha. Amka twende kwa huko.
Asante sana. Asante sana. Asante sana. Unaweza kuondoka. Asante. Kalinganila mwanaho, kalinganila. 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 Mwanaho kalinganila, mwanaho kalinganila, kalinganila mwanaho kalinganila. Karibu, karibu, songa mbele. Keti chini hapa. Una shida gani? Nieleze. Jana usiku niliona na kusikia vitu vya ajabu. Parakazu, parakazuma, parakazu, parakazuma. Sauti na vitu ulivyovisikia itakuwa ni majini. Kweli? Sasa utanisaidiaje? Ni kazi ndogo sana hiyo. Hapana. Kwako ni kazi ndogo lakini kwangu ni tatizo kubwa. Nieleze ukweli. Umegombana na nani? Nimegombana na Mashubiri. Basi huyo ndo alituma majini kuja kukusumbua. Kweli? Naomba mkomeshe. Tamfundisha adabu ili akuogope. Ukimwondoa duniani, nitakupa unachotaka. Kiasi gani? Kama 300,000? Nini 300,000? Hata mwili utapata. Unasema ukweli? Au unanitania? Nikutania. Mwili wangu una thamani kuko 300,000. 300,000 utapata, mwili utapata, fanya kazi. Nitamvuta kwenye kioo ili umuue. Yaani nitashukuru sana. Fanya kazi mtu wangu furahi. Chukua ilizi hii. Utaivaa kwenye sidilia. Ni kinga. Asante. Basi huyu ndo mbaya wako. Mmenita, nimekuja. Semeni shida yenu. Mganga, huna cha kunifanya. Tulia kabla sijaziminya pumzi zako. Wewe ndio kuniminya pumzi mimi? Jaribu tuone.
Nilikuonya nikadhani utaomba msamaha. Rajabu yule ndio kwa subiri. Ulikuwa ufahamu kama dunia uwanja wa dhambi. Inatakiwa ufahamu sasa. Naomba magini na kiu. Upate nani hapa? Kaka baba. Nacho safari zangu. Hapa umefika. Utoki ng'o. Nimekuletea namba yako. Ninyoshe dawa. Dawa nima ya kumfanya watu wasimuone. Mama na Rajabu asikuone. Hata wewe nikitaka uweze kumuona. Sawa, ndio sawa. Kunywa. Haya na wewe. Kunywa. Haya, twende sebleni. Inuka hapo. Darling. Hello. Hi. Yeah. Are you okay? Switch off the radio. Safi. Vipi? Poa, ngoja nikakuletea kinywaji. Okay.
Woo. So nice. Come on, baby. Wow. Oh. Ndio maana napenda. Oh. Because I love you. Welcome down. Thank you. Tamaliza. Mom. Yako hiyo. Alright. Mungu sijakuuliza. Wow. Jamila jambo. Jamila jambo. Umemwacha wapi mpaka uko na mimi? Aliniaga anakwenda nyumbani kwao Visiga. Kuna nini? Acha aliniambia anakwenda kwa mganga. Anaumwa? Hapana. Isipokuwa usiku aliona mambo ya ajabu. Mambo gani hayo? Oh dear. Siwezi kufahamu. Huo ni ukumbavu wake. Kwa nini ukitaka kufahamu? Yeah. Siamini mambo ya uchawi. Siamini hata kidogo. Kwa nini? Jua kwamba siamini. Siamini kabisa kama uchawi upo. Amini uchawi upo. Mama, kama uchawi uko, una rangi gani? Unataka uonyeshwe? Ikibidi. Hapana, sitaki aonyeshwe. Acha aone mwenyewe ndipo ataamini. Yeah. Sinaweza kwenda nyumbani. Kama umekaa kimya. Naogopa Jamila. Jamila yupo. Akirudi Chana naye. Twende bwana. Okay? Sawa. Okay. Studio yake inaonekana imara sana. Hii hapa ni imara, yani stuli ya sunisi. So nice. Okay. Kuna nini? Mbona uko hivyo? Mama Rose, kuna tatizo gani? Msiba mama. Msiba? Msiba? Dada. Dada amekufa. Nilishindwa kukufahamisha juu utashindwa kufanya mtihani.
Mama. Basi mama, please mama. Wow. Karibu sana mama. Jamani, karibu. Asante, shikamoo mama. Marhaba. Mabegi yako wapi? Mabegi nimeacha kwa Rose, tulichanganya nguo ataniletea. Haya, za huko. Nzuri. Za masomo. Mazuri tu. Mmekuja na Rose? Ndiyo mama. Kumbe babake Rose amekufa. Mwanangu. Kifo chake kilinisikitisha sana. Kimemuumiza baba yako. Baba naye yuko wapi? Amesafiri nje ya nchi. Amesafiri nje ya nchi? Amekwenda wapi? Dubai. Amekwenda kufanya nini? Usio na wasiwasi. Nafikiri ni mambo ya biashara zake tu. Tubiri naye yuko wapi? Mbona simuoni? Naye amekwenda kwenye shughuli zake. Sawa. Ngoja mimi niende chumbani nikapumzike, maana yake nimechoka. Haya. Haya mama. Haya. Baba, mbona una furaha? Furaha itokea kwa mwanangu. Kwani unasema hivyo? Unafahamu kinachonikosesha furaha? Ningefahamu nisingekuuliza. Anayemnyima raha ni mama Shubiri. Unashindwa kumpeleka polisi? Yule sio kupelekwa polisi. Mama, polisi wapo kwa ajili ya watu kama yeye. Sawa, lakini yule sio kupelekwa polisi. Mwache huyu, hana anachojua. Sawa, zingatieni ushauri wangu. Maimuna mwanangu. Za shule. Masomo. Mazuri tu, shikamoo. Marhaba. Za hapa. Nzuri. Hata siamini. Yaani hata Lulu akikuona atafurahi sana. Ajambo. Ajambo. Haya. Shikamoo baba. Marhaba mwanangu. Jambo. Jambo. Habari ya safari? Nzuri. Karibu sana kwetu. Asante sana. Za hapa. Mzuri sana.